Mheshimiwa, mimi na wewe tumedanganywa vibaya mno. Tumedanganywa sana vibaya mno na hauwezi kukataa. Ngoja nikwambie uongo tuliopewa. Nakupa kwanza mfano ama analogy unielewe inapotokea. Wewe ni mtoto wa tajiri mkubwa mno duniani. Baba yako ulikuwa unakaa kwake mansion kubwa sana. Baba yako huyo huyo akaona isiwe shida, mwanangu naye akaenjoy awe na uhuru wake binafsi na atawale mansion yake. Akakujengea wewe mansion yako, uwe na uhuru wako wewe na familia yako. Ukaenda kukaa. Ila wewe ukikua ama stori zako ukikaa na ndugu jamaa na marafiki, unawaza kurudi kwa baba. Unawaza kwamba mimi nikiondoka mwisho wangu ukifika ninarudi kwa baba. Huu ni uongo. Sasa nini maana yangu? Mungu aliumba ulimwengu. Yeye alikuwa ana sehemu yake ama ulimwengu wake wa kutokuonekana. Akaleta wa kuonekana. Akakwambia ulifanyalo duniani na mbinguni limefanyika, kwa sababu ufanyalo kwenye nyama na roho limefanyika. Sasa wewe leo hii unadai unataka kwenda mbinguni. Huko ni kwako. Huko ni kwako. Kwako ni hapa. Na ndio maana hata Yesu alipokuja, Yesu hakuambia watu jamani nimekuja kuandaa twende mbinguni, hapana. Yesu alimaanisha ufalme wa Mungu huu hapa. Upo hapa. Na kisha kutuletea msaidizi anayejulikana kwa jina la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, unasema unapambana hii dunia sio ya kwetu, sio kwetu ni wapi? My brother, my sister. Hapa ndo kwetu. Tupambane hapa hapa mpaka siku ya hukumu inapokuja tubaki na dunia yetu. Ila sisi sasa mbinguni, 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 mbinguni.